Kwa mara nyingine tena, Toyota Harrier inatoka kupitia Royal Win Plus ya PMBet kwenda kwa mshindi ambaye amepatikana kutokea Vikindu. Na hapa niko naye, tutazungumza naye mawili matatu, lakini kubwa ni kufahamu furaha yake baada ya kuipokea Harrier kutoka PMBet. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Leo John Nzeko. Kwanza umependeza. Asante. Hongera sana. Asante sana. Pili, hongera kwa ushindi wa Toyota Harrier. Asante sana. Ulisikiaje mara ya kwanza wakati wanakutaarifu umejishindia gari? I was so happy. Nilikuwa na rafiki yangu, tulikuwa tunaenda kuchukua maji. Nilikuwa na rafiki yangu ya Daiza ni Omagara. Nikakutana na text ya PMBet kwamba umejishindia Toyota Harrier. Yeah, it was like so amazing. Yeah. Experience imekuaje sasa? Yaani maisha yamekuaje baada ya kujua kwamba mimi nimeshinda gari kutoka PMBet? It changed everything. Unajishughulisha nini leo? Mimi ni gym trainer, lakini home workout trainer, lakini pia ni diet coach. Mchezo gani hasa ambao unapenda kucheza leo? Vieta, always a Vieta. Wananchi Yanga Afrika, hapa sasa mlichokifanya, hata mimi nawaunga mkono. Bwana huyu sasa ndio mchezaji ambaye pengine mlikuwa mnapaswa mumtambulishe na mseme what a player. Huyu ndo what a player. Yanga Afrika amemalizana na Peter Shalulile. Hizo hapo wazee, hizo hapo wazee, hizo hapo wazee, hizo hapo wazee, hizo hapo wazee. Huyo ndo utakuwa usajili bora sana. Peter Shalulile ni kweli ana umri wa miaka 32, anatafuta 33, lakini umri is just a number. Age is just a number. Swala la umri ni swala la namba tu. Kwangu Peter Shalulile hata angekuwa na umri wa miaka 35 kwenye ligi ya Bongo, bado angekuwa na uwezo mkubwa tu wa kucheza mpira na angewasumbua tu mabeki na angefunga tu magoli. Kwa hiyo ni kete kubwa sana ambayo wananchi Yanga Afrika kupitia viongozi wao watakuwa wameisukuma. Nasema tena, hiyo itakuwa ni kete kubwa sana ya ushindi kuelekea uchaguzi mkuu ambao unaenda kufanyika. Fahamu Yanga wanaingia kwenye uchaguzi mkuu, kete ya ushindi. Watamkosa Jean-Claude Giremugisha. Peter Shalulile anaenda kupunguza ile pressure, anaenda kuondoa ile pressure ya watu ambao walikuwa nayo. Walikuwa wanamtamani sana Peter Shalulile, Giremugisha, lakini wamesajili wengine Peter. So, tawaambia hapa, kwangu wananchi Young Africans wanakuwa wamecheza kama Pele. Najua katika eneo la ushambuliaji tayari wana Sheikh Ibrahim Toure, lakini pia wana Aurelio Maria Depu, lakini wana Peter Shalulile ambaye wamemalizana nao. Na huyo ni mchezaji ambaye amefanya makubwa sana akiwa Mamelodi Sundowns, na amefanya makubwa sana. Amechukua makombe sana. Amefika mbali katika hatua kubwa ya ligi ya mabingwa Afrika. Anajulikana Peter Shalulile, hana discussion yoyote. Mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa pia wa kutengeneza nafasi za kufunga. So unaweza ukawa usajili mwingine mzuri sana kwa wananchi Young Africans. Ukiniuliza sajili zilizopita na hii hapa ya sasa kama ya Shalulile hii, bana nitakwambia ni usajili mzuri. Shalulile ni kijana mzuri, ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa, mchezaji ambaye anaweza kufunga, mchezaji ambaye ni mature tayari. Maturity alionao ni hali ya juu sana. Kwa Young Africans hapo na wapa tena hizo hapo, na wapa tena hizo hapo, na wapa tena hizo hapo. Kwa Peter Shalulile, huo ni usajili ambao utaenda kuonyesha kwamba viongozi wako serious. Nilikuwa nawaambia kuhusiana kina Chuck Toure wale wajamaa bado kiangalia hata walikotoka ligi zilikuwa hazina ushindani. Wao wenyewe hawakuwa na uwezo huo. Kina Zukwani ni wachezaji wazuri, lakini bado walikuwa wanahitaji time ya kuweza kuadopt mazingira, walikuwa wanahitaji muda wa kuweza kutengeneza chemistry na nini kuweza kuelewana. Lakini Peter Shalulile ili ni push to start. Atakuja, ataanza kazi na atafunga. Fahamu ya kwamba mbali ya umri wake, lakini alikuwa anawaniwa na vilabu vingi tu ambao vilikuwa vinamtaka. Lakini wananchi Young Africans wamepindua meza. Sasa Peter Shalulile ambaye kwa taarifa walizonazo tayari wananchi wameshamalizana naye. So Shalulile pia Simba alimfuata, walikuwa wanamtaka na nini, lakini offer ambao waliitoa Simba akasema hakuna haja kumchukua wakati tayari kuna wameshamuona Ibrahim Dumbia ana uwezo mkubwa, wakachana naye na wakaona huyu atakuja kuwapotezea muda, atakuja kuwasumbua tu kwa sababu tayari wao wana washambuliaji, wana viungo ambao wana uwezo pia kufunga. So wananchi Young Africans watakuwa wameongeza wigo katika eneo la ushambuliaji. Kama una Shalulile, una Depu, alafu una Toure, ina maana hapo sasa watu watakuwa wanagombania nafasi.
wanagombania namba. Hicho ndicho ambacho wataenda kukifanya wananchi Young Africans, hao nyota ambao watakuwa wengi. Kwa hiyo taarifa zilizopenyezewa jioni ya leo ni kwamba wananchi washamalizana na Peter Shalulile, na sasa Shalulile atatua kunako mitaa ya Twiga na Jangwani na atapewa mkataba wa miaka miwili. So kama wewe unafuatilia kwa karibu, niambie wewe usajili kama Yanga wataukamilisha utakuwa ni usajili wa namna gani na utaenda vipi kuwanufaisha wananchi Yanga Afrika? Unadhani Young Africans hii itakuwa ni kwa ajili ya ligi ama kwa ajili ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Yaani level ya ushindani unadhani itabakia tu pale pale kwamba kwenye ligi ama ligi ya mabingwa barani Afrika, kutokana na ubora wa wachezaji ambao na maturity walionao wachezaji wao kwa sasa? Unadhani Young Africans ina mpango wa kwenda wapi na watafika wapi na vitu kama hivyo? Nitakuja kusoma comment yako, lakini fahamu ya kwamba wananchi Young Africans, taarifa ambazo zimepenyezewa kutokea Afrika Kusini na baadhi ya wachambuzi wakubwa tu, waandishi wa habari nguli, ni kwamba Peter Shalulile na Yanga wamekwisha malizana kila kitu. Kilichobaki ni mwamba kwenda pale kumwaga wino, lakini pia kupiga zile picha ili ziweze kurushwa moja kwa moja mitandaoni kwenye ile exclusivity ambayo wananchi wataifanya. Lakini kumbuka wanasema watashusha kiungo namba 6 kutoka wapi nitakwambia pia. Nimepata taarifa kwamba Yanga wanatafuta kiungo na wameshamaliza kila kitu. Kiungo huyo mkabaji kutokea pale ASEC Mimosas wa zamani, alipita ASEC Mimosas hapo zamani. Kuna baadhi ya vilabu vingi vimepigwa bao na wananchi kwa lengo lao hasa wataka. Shalulile ni mchezaji mzuri na mimi naamini kwenye uwezo wake. No doubt ataenda kuwasaidia. No doubt ataenda kuwalipa. No doubt ataenda kufanya kikubwa. No doubt watu watapata mshtuko mkubwa sana kwa sababu ya uwezo ambao Peter Shalulile anao. So ni mchezaji mzuri sana, nitarudia kusema hivyo. Haona ile kuanza kujifunza kazi. Huyu ni push to start. Yaani gari lake ni ile kuwasha alafu kuondoka. So ni usajili mwingine wa maana sana. Wananchi Young Africans wamecheza kama Pele na tusubirie kuona sasa kama haya mambo yatatimia. Haya mambo kama yatakaa sawa. Kama ni kweli hizi taarifa ambazo nimezipata ni kweli, wananchi Young Africans wamalizana na Shalulile, unaweza kuwa usajili mwingine mzuri na pengine tutaweza kuona ligi sasa ya ushindani hasa kwenye upande wa kimataifa. Pia ligi ya mabingwa barani Afrika tulikuwa tukiona Yanga wanaishia tu makundi, lakini lazima wapate wachezaji ambao wana experience na exposure. Ndio huyo Shalulile ambaye ametajwa sana. Hatimaye taarifa za ndani zimenifikia Frigibov kwamba tayari wananchi wamekwisha malizana naye na sasa ni mwendo tu wa kwenda kumsainisha na kumpa jezi namba ngapi na mwamba kuanza kuonekana. Anaenda kupunguza ile pressure, anaenda kuondoa ile pressure ya watu ambao walikuwa nayo. Walikuwa wanamtamani sana Peter Shalulile, Girimugisha, lakini wamesajili wengine. Peter Shalulile pia ni mmoja wa wachezaji ambao wanatajwa kwamba Young Africans wamalizana nao. So tawaambia hapa kwangu, wananchi Young Africans watakuwa wamecheza kama Pele. Najua katika eneo la ushambuliaji tayari wana Sheikh Ibrahim Toure, lakini pia wana Aurelio Maria Depu, lakini wana Peter Shalulile ambaye anatajwa kwa sasa kwamba wananchi Young Africans wamemalizana nao. Na huyo ni mchezaji ambaye amefanya makubwa sana akiwa Mamelodi Sundowns na amefanya makubwa sana. Amechukua makombe sana. Amefika mbali katika hatua kubwa ya ligi ya mabingwa Afrika. Anajulikana Peter Shalulile, hana discussion yoyote. Mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa pia wa kutengeneza nafasi za kufunga. So unaweza ukawa usajili mwingine mzuri sana kwa wananchi Young Africans. Ukiniuliza sajili zilizopita na hii hapa ya sasa kama ya Shalulile hii ambayo inakuja hivi punde, hizi ambazo ninazo nimepenyezewa, bwana nitakwambia ni usajili mzuri. Shalulile ni kijana mzuri, ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa, mchezaji ambaye anaweza kufunga, mchezaji ambaye ni mature tayari. Maturity alionao ni hali ya juu sana. Kwa Young Africans hapo na wapa tena hizo hapo, na wapa tena hizo hapo, na wapa tena hizo hapo. Kwa Peter Shalulile, huo ni usajili ambao utaenda kuonyesha kwamba viongozi wako serious. Nilikuwa nawaambia kuhusiana kina Chuck Toure wale wajamaa bado kiangalia hata walikotoka ligi zilikuwa hazina ushindani. Wao wenyewe hawakuwa na uwezo huo. Kina Zukwane ni wachezaji wazuri, lakini bado walikuwa wanahitaji time ya kuweza kuadopt mazingira, walikuwa wanahitaji muda wa kuweza kutengeneza chemistry na nini kuweza kuelewana. Lakini Peter Shalulile ili ni push to start. Atakuja ataanza kazi na atafunga.
fahamu ya kwamba mbali ya umri wake, lakini alikuwa anawaniwa na vilabu vingi tu ambao vilikuwa vinamtaka. Lakini wananchi Young Africans kwa taarifa hizo nazo wamepindua meza na wanamtaka sasa Peter Shalulile, ambaye kwa taarifa hizo nazo tayari wananchi wameshamalizana naye. Kilichobaki ni wao wananchi Young Africans kumtambulisha Peter Shalulile kama mchezaji wao. So Shalulile pia Simba alimfuata, walikuwa wanamtaka na nini, lakini ofa ambayo waliitoa Simba akasema hakuna haja ya kumchukua wakati tayari wameshamuona Ibrahim Dumbia ana uwezo mkubwa, wakachana naye na wakaona huyu atakuja kuwapotezea muda, atakuja kuwasumbua tu, kwa sababu tayari wao wana washambuliaji wana viungo ambao wana uwezo pia wa kufunga. So wananchi Young Africans watakuwa wameongeza wigo katika eneo la ushambuliaji. Kama una Shalulile, una Depu, alafu una Ture, ina maana hapo sasa watu watakuwa wanagombania nafasi, wanagombania namba. Hicho ndicho ambacho wataenda kukifanya wananchi Young Africans, hao nyota ambao watakuwa wengi. Kwa hiyo taarifa zilizopenyeziwa jioni ya leo ni kwamba wananchi kwa mara nyingine tena Toyota Harrier inatoka kupitia Royal Win Plus ya PMBet kwenda kwa mshindi ambaye amepatikana kutokea Vikindu, na hapa niko naye, tutazungumza naye mawili matatu, lakini kubwa ni kufahamu furaha yake baada ya kuipokea Harrier kutoka PMBet. Mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Leo John Nzeko. Kwanza umependeza. Asante. Hongera sana. Asante sana. Pili, hongera kwa ushindi wa Toyota Harrier. Asante sana. Ulisikiaje mara ya kwanza wakati wanakutaarifu umejishindia gari? I was so happy. Nilikuwa na rafiki yangu, tulikuwa tunaenda kuchukua maji. Nilikuwa na rafiki yangu ya Daiza ni Omagala. Nikakutana na text ya PMBet kwamba umejishindia Toyota Harrier. Yeah, it was like so amazing. Yeah. Experience imekuaje sasa? Yaani maisha yamekuaje baada ya kujua kwamba mimi nimeshinda gari kutoka PMBet? It changed everything. Unajishughulisha nini leo? Mimi ni gym trainer, lakini home workout trainer, lakini pia ni diet coach. Mchezo gani hasa ambao unapenda kucheza leo? Aviator, always aviator. Always aviator. Baada sasa ya kujishindia ushindi huu hapa kwa siku ya leo, mipango ipoje? Kuna watu ambao ushawashirikisha labda? Ya baadhi nimewashirikisha, sasa watu wangu wa karibu tu. Muda gani unacheza aviator? Ni kama miezi 4 sasa tu. Yeah, 4 months. Miezi 4 aliyokucheza aviator, leo hii anamiliki Toyota Harrier kutoka PMBet. Hakikisha nafasi hii na wewe unaitumia vizuri kwenye website ya pmbet.co.tz.